Mpendo wa mwana wa Mungu, Bwana Yesu Kristo asifiwe na tumsifu Yesu Kristo. Leo tunatafakari upendo wa Mungu katikati yetu, kati yetu. Hapa tunatazama sana maandiko matakatifu ya kurejea maneno ambayo Mungu mwenyewe alikuwa anasema kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa mfano ile Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16, Yesu Kristo alisema na Nikodemo yule aliyemfuata usiku kutoka katika kundi la wazee wa Kiyahudi, akitamani kujua anawezaje kurithi uzima wa milele. Yesu alipomsimulia habari zote juu ya habari ya wokovu, mwishowe alimwambia kwamba tazama, jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila anayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa upendo wa Mungu ni asili ya Mungu mwenyewe. Mungu alipenda kumuumba mtu, akamuumba katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza, akaumba mtu akasema amuumbe kwa sura na mfano wake. Lakini kabla ya kuumba mtu alimuumba aliumba mazingira ya ule mtu atakayoenda kuishi na kutawala. Akaumba kila chochote ambacho kitaenda kukaa juu ya nchi. Alafu Mungu alipomuumba mtu akampa mamlaka ya kumiliki na kutawala juu ya nchi. Huu ni upendo mkubwa sana, na upendo mkubwa huo kumtoa mwanawe pia wa pekee ambaye ni Yesu Kristo. Anasema hata kila anayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Na Yohana Mwinjili katika waraka wake anasema, tazama ni upendo wa namna gani Mungu aliofanya kwetu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili aje kutukomboa sisi wanadamu. Ni upendo wa namna gani? Nani anaweza kumtoa mtoto wake akaenda akakaa kwa ndugu, kwa jamaa, kwa rafiki, na asiwe na dukuduku hata kidogo moyoni mwake? Dunia ambayo tunaishi sasa, upendo kwa kiasi kikubwa sana umepotea, na huu utauona katika mazingira fulani tu. Upendo umejaa kwenye vitu, upendo umejaa kwenye mazingira ya watu kutaka kupokea vitu kutoka kwa wengine kuliko wao kutoa. Sasa unapotafakari upendo, wapo watu wengi kwenye Biblia wametajwa walifanya mambo kwa upendo kabisa. Mfano katika ile Injili ya Marko mtakatifu ile sura ya 2, maandiko yanasema kulikuwa na ndugu 4 waliombeba ndugu yao wakampeleka kwa Yesu. Na walipofika mahali ambapo Yesu alikuwepo, Biblia inasema wakakuta watu wamejaa wengi na milango ilikuwa imefungwa. Kwa upendo kabisa ndani ya mioyo yao wakaingia gharama ya kutoboa dari, alafu wakamshusha ndugu yao mpaka pale alipokuwa Yesu. Alafu Yesu alipoitazama imani yao, akamwambia yule ndugu yao ambaye alikuwa amepooza, ndugu yangu au mpendwa, rafiki yangu, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Lakini katikati ya wale watu kulikuwa na Masadukayo, walimu wa sheria, watoza ushuru, walimu wa Torati, makuhani pia, wakahoji kupona kwa yule bwana na Yesu kumsamehe dhambi. Hao watu walikuwa hawana upendo na yule mtu aliyepona. Wangeweza kushukuru. Kwa nini? Wameshukuru kwa sababu Yesu amemponya, ingawa ilikuwa katika mazingira yale ambayo wao walikuwa wanasikiliza neno la Mungu, lakini unaonyesha kabisa ndani yao hawakuwa na upendo. Wako watu wa namna hiyo wengi tu duniani sasa ambao wanafanana na wale waliokuwa wamemhoji Yesu, kwa nini ametumia maneno ya kumsamehe dhambi, yana mamlaka gani? Na Yesu akijua ndani yao kwamba kuna dukuduku, aliamua kuwaeleza waziwazi kwamba mwana wa Mungu ana mamlaka ya kusamehe dhambi hapa duniani. Lakini tunaona mtu mwingine ambaye alikuwa na upendo ni yule akida wa Kapernaumu, ametajwa kwenye ile Injili ya Luka mtakatifu sura ya 7. Yeye wakati mtumwa wake anaumwa, alituma watu waende kwa Yesu. Walipofika wakamweleza Yesu kwamba huyu mtu anastahili kutendewa jambo jema, kwa nini alipenda taifa, lakini pia ametujengea sinagogi. Alimpenda yule mtumwa wake. Kwa hiyo atakati anawatuma wale watu kwenda kwa Yesu, wale watu wakaenda na habari njema kwa mambo yale aliyoyafanya. Katika upendo tunaona Yesu anakwenda kumponya mtumwa wa akida. Kwa nini? Kwa sababu akida alimpenda yule mtumwa, lakini pia Yesu akitazama imani ya yule akida, imani iliyoambatana na upendo, basi akaenda kumsaidia. Lakini tunaona mtu mwingine mwenye upendo wa dhati kabisa alikuwa ni mama Msoforonike au mama Mkananayo. Injili ya Mathayo imeandika, Luka ameandika pia, Yohana ameandika. Lakini natamani ukajifunze kwamba yule mama alimpenda binti yake kama alivyokuwa Yairo. Injili ile ya Marko sura ya 5 kuanzia ule mstari wa 22. Alimpenda binti yake.
alipokuwa amempenda, manake alikuwa tayari kuingia gharama, akapiga magoti mbele ya Yesu, na yule mama Mkananayo akapiga kelele mbele ya Yesu ili kupata kuponywa kwa binti yake. Na ndivyo hivyo alivyofanya yule Yairo, alimpenda binti yake. Lakini tunaona pia Petro alimpenda Yesu, ingawa kumshoni alimkana, lakini alionyesha waziwazi upendo wake kwa Yesu. Kwa hiyo tunajifunza kwamba upendo huwa wakati mwingine una gharama. Upendo wakati mwingine unaweza kaachwa na watu, ndugu zako, jamaa zako, marafiki zako, watu ambao umesoma nao, kwa sababu ya upendo. Hata wazazi wako, sababu ya upendo unaweza ukajikuta unatengana nao. Kwa upendo una gharama pia. Lakini mtu mwingine tunajifunza kabisa kwa upendo katika ile kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 3, kwa upendo yule mtu aliyekaa kwenye mlango wa hekalu mzuri akisubiri kupewa sadaka, na Petro na Yohana wanapoingia pale hekaluni, walipomtazama tu kwa upendo wa Yesu Kristo ndani yao, wakaona huyu mtu anahitaji kuombolewa, anahitaji afunguliwe. Huyu yeye alipokuwa amekaa pale alikuwa anatarajia kitu ambacho kisingemsaidia maishani mwake mote. Utajifunza jambo moja la msingi sana. Kuna mahali upo, unawezekana ukawa unaingia kanisani, unaingia na kutoka, lakini ndani yako Kristo aishi kama ambavyo yeye mwenyewe alitamani akae ndani yako. Yule mtu alimweka nje ya hekalu, lakini ndugu zake walikuwa wanambeba kutoka nyumbani, walikuwa wanaingia hekaluni, walikuwa wanapokea, lakini wamemwacha nje. Pale utajifunza kwamba hawa ndugu waliokuwa wanamleta pale walikuwa wanamleta pasipo upendo. Ingawa walikuwa wanataka apokee vitu, apokee fedha, lakini sasa zile fedha, huyu unajua alikuwa ni kiwete. Na Biblia inasema tangu kuzaliwa yeye alikuwa kiwete. Manake alikuwa aende kujitafutia huduma huyu. Alikuwa anategemea ndugu zake. Sasa wako watu wa namna hiyo ambao wanaweza kukubeba wakakupeleka mahali, watu ambao pengine unafanya nao kazi pale au mahali pengine, lakini hawana upendo ule wa dhati ambao unaweza kukusaidia. Kwa leo ninakuhubiria habari ya upendo. Ishi na watu kwa upendo, ishi kwa uaminifu, ishi kwa amani, na ndivyo ambavyo Kristo anataka kutoka kwetu. Upendo wa Kristo ukae kwa wingi ndani yetu. Na Mungu akusaidie pia katika haya yote. Wengine wanasema mimi nampenda Mungu na Mungu akinipenda yatosha, lakini bado Mungu alileta wanadamu wakae pamoja na wewe ili katika wao uweze kuona uzima wa milele pia. Endelea kuwapenda watu na Mungu pia atakupenda wewe na wewe utampenda Mungu kwa dhati. Na kuombea siku ya njema ya leo. Mungu akubariki, Mungu akutunze, Mungu akuinulie fadhili zake na upendo wake kwake uje kwa wingi sana kwenye moyo wako. Simama katika upendo na ndivyo Mungu atakavyoweza kukubariki na kukufanikisha. Neno la Bwana